الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آبات الإبل لكانت لذلك أهلا. Imam Ali alayhi salam katika usia wake anasema, nakuhusieni vitu vitano. Kama kwa ajili ya kupata hivyo vitu vitano, hata kama ikabidi mupande juu ya ngamia na muchukue safari ndefu ya jangwa na mkapata shida na matatizo, lakini mkawa mnajua kwamba mtapata hivi vitu vitano, Imam alayhi salam anasema, kubalini matatizo yote, lakini mujaribu kuwa na hizi sifa tano, lazima muwe nazo. Sasa katika hizi sifa tano, mimi leo nitagusia sifa moja tu ambayo inakwenda kulingana na mada niliyoichagua. Imam alayhi salam anasema, la yarjuwanna ahadun minkum illa rabba. Leo mfano katika maisha yetu kuna watu wengine wanakuwa very influential. Mimi mfano, kakangu anaweza akawa sehemu fulani serikalini, au na ndugu yangu ambaye ni tajiri wa kubobea. Nikipatwa na matatizo yeyote moyoni, naweza nikasema kwamba nikipatwa na tatizo na ndugu yangu ambaye atakayenisaidia. Nikibanwa sehemu fulani, nitatumia influence fulani ambayo itanisaidia. Sasa Imam Ali alayhi salam anasema tofauti kabisa na jinsi fikra zetu zilivyolelewa. Imam alayhi salam anasema, la yarjuwanna ahadun minkum illa rabba. Msije mkamtegemea mtu yeyote katika matatizo ya aina yeyote, isipokuwa mtegemezi awe nani? Awe Mola wenu, awe Mwenyezi Mungu. Tukienda kuangalia katika historia, kwa sababu historia hurudia. Leo katika mapambano za wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vita vya kwanza kabisa Waislamu waliopigana ilikuwa ni vita vya Badri. Kila mtu anajua Waislamu walikuwa 313 na wasio Waislamu ambao walikuja kupiga Waislamu walikuwa zaidi ya 1000. Walikuwa na mafarasi, walikuwa na silaha za kila aina, sare, kila kitu. Lakini hao 313 hamna silaha kutoka serikalini, hamna kitu chochote walichopewa. Kama mtu ana jambia lake ambalo la kwake mwenyewe, basi ameamua kutoka nayo ili mradi akapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sasa 313 walivyoona wanajeshi 1000 na ambao wako barabar, wametimia kikamilifu, lakini hawakuogopa. Kwa sababu gani? Kwa sababu imani yao ilikuwa madhubuti, kusema kwamba kama nusra ikija, basi inakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alishatoa formula. Mkitaka ushindi, basi lazima mufuate formula ifuatayo: in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu 200.
Kama imani iko barabara kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio wa kutusaidia na wa kutupa ushindi, sisi tunatumia nguvu zetu kulingana na upeo tulionao. Zaidi ya hapo hatuwezi, lakini tunajua huo upeo tulionao hauwezi ukalingana hata nusu, hata 0.1%, hatuwezi kulingana na wenzetu. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenipa nguvu hiyo, basi nitaitumia, alafu natija naiacha kwa Mwenyezi Mungu. Mfano nikupeni Bi Maryam alayha salam, wakati alipojitenga na wakati Nabii Isa alayhi salam alipozaliwa, alisemaje? Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiya mansiya. Mwenyezi Mungu akamwambiaje baadaye? Anamwambia wa huzzi ilayki bijiz'i nakhlati tusakit alayki rutaban janiya. Ewe Maryam, tikisa tawi la hiyo mti wa tende, zitakuangukia tende fresh kabisa. Sasa je, Mwenyezi Mungu alishindwa kuziangusha zile tende? Kwa nini alimpa zahma Bi Maryam alayha salam, anamwambia tikisa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua kwamba nguvu ya Bi Maryam inafika pale penye kutikisa. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu mwenyewe analeta nusra yake. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuambiwa kaeni kiuzembe, mkienda kupigana basi lete imani juu ya Mwenyezi Mungu. Anamwambia wa'iddu mastata'tum min quwwa. Kuna aya moja inasema jipangeni, yani mjitayarishe vizuri kabisa kwa ajili ya mapambano. Baada ya kujitayarisha vizuri, alafu hapa natija acheni kwa Mwenyezi Mungu na imani iwe juu ya Mwenyezi Mungu. Ukija kuweka imani juu ya nguvu zako wewe, au ukija kuweka imani juu ya silaha ulizonazo, ukasema kwamba leo sisi tuko barabara, tuna silaha hizi, tuna nguvu fulani, au tuko wanajeshi fulani, basi ujue kwamba hapa pana maangamizo. Leo jamani, dunia ya leo iwe macho sana. Kwanza kabisa ningependa kusoma aya ambaye Mwenyezi Mungu aliteremsha wakati wa Badri. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Walakad nasarakumullahu bibadrin wa antum azilla. Mwenyezi Mungu alikusaidieni katika Badri wakati mlikuwa wachache kabisa. Anasema, anaendelea mbele, anasema idh taqulu lilmu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 min almalaikati munzilin. Anasema Mwenyezi Mungu aliwashusha malaika 3,000 katika vita vya Badri. Katika vita vya Badri walikuja wanajeshi 3,000 kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambao kuwasaidia wale ambao walikuwa wachache. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-Ahzab, anasema ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Enyi mlileta imani, kumbukeni ile neema ya Mwenyezi Mungu wakati alipokusaidieni, walipokujieni wanajeshi, basi Mwenyezi Mungu aliwateremshia upepo, na baada ya kuteremshia upepo akasema aliwateremshia wanajeshi ambao nyie hamwezi kuwaona. Nakumbuka zama zile wakati revolution ya Iran ilivyokuja, na wakati wale kuna baadhi ya Wamarekani walitekwa kwenye embassy ambao walikuwa wanafanya kazi ya ujasusi ndani ya Iran. Walivyotekwa, basi kuna masharti Iran alitoa kusema kwamba mkitaka hao watu tuwaache, basi na nyie sharti mtuletee huyu, nafikiri Shah kama sijakosea, ambaye alikimbia. Basi pale walikuja elite force ambao walipewa training ya maajabu kabisa.
katika dunia hamna anayeweza kuwa kama wao. Walivyokuja, walikuja na ndege kwa makusudi ya kuweza kuwagomboa hao waliokamatwa. Basi kuna upepo ulivuma na ndege zenyewe kwa zenyewe zilikuwa zinaanza kugongana, na ile mission ambayo waliweka ikaifeli kabisa. Sasa wakati Imam Khomeini wakati alipokuja kupewa taarifa, huku mtu anakuja kumpa taarifa na huku yeye anatoka anasoma suratul Fil, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yani kama vile alikuwa anajua kinachotokea ni nini. Kwa hiyo leo mapambano ambayo yako ndani ya Palestina, ndugu zanguni, tukae tufikiri kwa muda wa dakika 2 tu. Sehemu moja kuna nguvu za dunia zote zimeungana, ziko sehemu moja. Yani na ile NATO mzima imeungana, Umoja wa Ulaya wameungana, super power Marekani iko sehemu moja. Hawa wote wanamsaidia nani? Mzayuni. Mzayuni anapigana na nani? Anapigana na Hamas, ni kikundi cha wanamgambo. Jamani, au tukubali kwamba kule kuna nusra ya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu ni aibu super power wa dunia, ni aibu Umoja wa Ulaya wote, ni aibu NATO zote, nchi za NATO zinaungana pamoja, zinaenda kupiga kikundi cha Hamas ambacho ni kikundi kidogo. Leo mwaka wa pili hawakuweza kuteka Gaza, mwaka wa pili. Sasa hapa inabidi tukubali, hapa lazima kuna nusra ya Mwenyezi Mungu, ambayo wao wanaifuata ile aya inayosema in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Kama ndani yenu kuna wale wanaovumilia na masaib, wenye sifa za subra, wakiwa 20 watawaangamiza 200. Sasa ile sifa ukienda kuangalia leo, mtu anaweza akaja na swali, nani ambaye anakumbuka vita vya 2006, vita vya siku 33 vilivyokuwa baina ya Israeli na baina ya Hizbullah? Ilikuwa vita ya siku 33. Katika vita hivyo, wakati vita ilipoisha, Lebanon iliumia vibaya sana, watu zaidi ya 1500 waliuawa wakati ule. Sasa huku baada ya vita kuisha, huku Hizbullah inasherehekea ushindi na huku Israeli inasherehekea ushindi. Sasa kwa mtu asiyejua, yuko katikati, anaweza akauliza kwamba huku wanasherehekea ushindi, huku wanasherehekea ushindi. Sasa wao wanasema kwamba sisi tumeangamiza kitu gani? Majumba, watu tumewaua, tumeangamiza kila kitu. Kwa hiyo sisi tunasherehekea ushindi. Lakini ile si ushindi, ile ni udhalala. Yani mtu akishadhalilika, kwa ajili ya kuficha udhaliliko wake, basi anajifanya kama ameshinda. Wewe mtu unatoka kwako unaenda kupiga raia, unaenda kupiga watu wasio na hatia, unaenda kupiga majumba ya watu, alafu unasema kwamba mimi ndio mshindi kwa kuwa nimepiga. Huku Hizbullah wanaweza wakarusha makombora katika sehemu ya watu ambapo watu wanaishi, lakini hata siku moja hutoona kombora la Hizbullah au hutoona kombora la Hamas linaenda kushuka sehemu ambapo watu wanaishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Islamu hairuhusu kumpiga yule asiye na hatia. Ni haramu kumpiga asiye na hatia bila kujali dini yake au madhehebu yake, au akiwa pagani au akiwa dini yoyote. Islamu inasema haramu, hauruhusiwi kumuumiza yule asiye na hatia. Tunajua akhlaki za vita za Kiislamu. Akhlaki za vita za Kiislamu inasema kwamba yule anayekuja kukupiga utampiga huyo huyo. Mfano kajeruhiwa anakimbia, huruhusiwi kumpiga kwa nyuma. Mfano mtu kajeruhiwa sasa anakimbia, Islamu inasema huna ruhusa ya kumpiga kwa nyuma. Islamu inasema huruhusiwi kumgusa.
yule mfano mimi nakupeni kama mtu ambaye anaheshimiwa katika jamii yake, mfano akiwa padri au akiwa shehe au akiwa, kwa lugha ya Kihindu tunaweza kusema kwamba mtu ambaye ni mkubwa wa dini, ambaye anaheshimika kwake, hauruhusiwi kuvunja heshima yake hata kama ni adui yako, kwa sababu kwake yeye katika jamii yake anaheshimika. Imam Ali alayhi salam wakati alipompiga Umar bin Abdawad alikuwa ni sawa na watu 1000 nguvu yake. Wakati alipokuwa anapigana, anapotaka kujikinga, anaweza akachukua mtoto wa ng'ombe, wanasema ndama, anaweza akachukua ile ndio akaifanya kama ile kuzubia ile mapanga ambayo yanakuja kwake, anafanya kama shield. Alikuwa na nguvu kiasi hiki. Imam Ali alayhi salam wakati alipomua, basi dada yake alipata taarifa kwamba kaka yako ameuawa na Imam Ali alayhi salam. Dada alivyotoka nyumbani kwake akasema, naenda kumlilia kaka yangu, maskini kaka yangu kauawa, sijui atakuwa na hali gani. Alivyokuja kuona maiti ya kaka yake ambaye alikuwa anavaa silaha za thamani. Imam Ali alayhi salam baada ya kumua, katika utaratibu wa vita, yoyote ambaye atakayemua mpinzani wake, basi kila kilicho chake anachukua yeye ambaye aliyeua. Lakini Imam alayhi salam hakugusa nguo yake, hakugusa silaha yake, hakugusa chochote. Alikwenda kutimiza lile jukumu. Wakati dada yake alivyokuja kuona ile hali, akasema, nilitoka nyumbani kwa kusema naenda kumlilia kaka yangu ambaye kauawa, lakini ewe ndugu yangu, nilivyokuja kuona hali yako ya maiti, badala ya kukulilia wewe, leo mimi natamani nimsifu yule ambaye aliyekuja kukuua kwamba alikuwa na ghira kiasi gani. Leo tukienda kuangalia raia wangapi wameshauawa ndani ya Palestina, zaidi hii idadi tunaipewa ni idadi ya juu, lakini Mwenyezi Mungu anajua bado wangapi ambao wako katika majengo ambayo yamebomolewa, wangapi ambao leo hamna dawa, hamna chakula, hamna maji. Jamani, watu wanaishi vipi? Lakini bado wako kwenye istikama. Nilisema vita vya 2006 ilivyopiganwa na Israeli na Hizbullah, Israeli alikuwa anasherehekea, Hizbullah alikuwa anasherehekea. Tujue ushindi wa vita unakuwa ushindi wa malengo. Kabla ya kuanza vita kunakuwa na malengo, kwamba hii mimi vita napigana, malengo yetu hii na hii. Tukija kutimiza ndio tuna haki ya kusherehekea kwamba tumeshinda vita. Katika vita vya 2006 Wazayuni walisema kwamba tunavamia Hizbullah, tunataka kuangamiza zile rocket launchers ambazo zilikuwa zinaelekea kwao. Namba 1, tunataka kuangamiza rocket launchers. Ya pili wakasema tunataka wipe out, kusafisha Hizbullah. Ya tatu, tunaenda kuwagomboa wateka wawili, wanajeshi wawili wa Israeli walitekwa na Hizbullah. Anasema tunaenda kuwagomboa hawa wanajeshi wawili. Wakati ule Sayyid Hassan Nasrullah alisemaje? Anasema, muje na nguvu za dunia mzima, lakini hamtuweza kuwagomboa hawa wanajeshi wawili, mtaweza kugomboa kwa masharti yetu sisi. Vita vya siku 33 hawakuweza kufanikiwa hata lengo moja. Rocket launchers zilikuwa zinaelekea kama kawaida mpaka siku ya mwisho. Hizbullah ilikuwa pale pale, na wanajeshi wawili hawaweza kuwagomboa, waliwagomboa kwa masharti ya Hizbullah. Sasa hapa jamani, hebu semeni kwa akili zetu finyu hapa, ukiambiwa kwamba hapa kuna super power, kuna NATO, kuna Umoja wa Ulaya, kuna Marekani, yani nguvu zote ziko sehemu moja, na sehemu moja kuna wanagambo wachache ambao wanapigania ardhi yao, yani hao wanataka kuichukua ile ardhi na wao wanailinda ile ardhi yao. Sasa hapo itabidi tukubali kwamba haiwezekani isipokuwa kuna nusra ya Mwenyezi Mungu. Hapa kuna nusra ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu
Hata ukimuuliza mtoto au ukimuuliza mwenda wazimu kwamba hizi nguvu zote za dunia zinaelekea sehemu moja, na hapo wanagambo wachache, lakini bado wanaendelea kupambana. Watu wanakufa, watoto wanauawa, jamani, watu wanakatwa mikono, anesthesia hamna sindano ya ganzi kusema kwamba mtu apigwe sindano ya ganzi. Watoto wanakufa kiunyama. Hii ndani ya YouTube sasa hivi kunakuwa na masharti kwamba hapana, graphical image haturuhusu. Kwa nini hamuruhusu? Kwa sababu madhalimu yenu zitakuja kudhihirika mbele ya umma. Ndio maana tunafanya kwamba haturuhusu graphic images. Hizi graphic images yani inabidi dunia ielewe leo. Na leo mapambano yaliyo ndani ya Palestina ni mapambano baina ya haki na batil. Hamna Uislamu, hamna Ukristo, hamna Uyahudi, ni haki na batil. Yale mapambano ambayo yalikuwa Karbala wakati Imam Hussein alayhi salam alipopigana. Mtu anaweza kauliza kwamba mtu anaweza kauawa. Imam al-Hussein alayhi salam alipambana mbele ya Yazid, watu 72, wanajeshi 1030 wanakuja kupigana na watu 72. Imam al-Hussein alayhi salam alipotoka alisema, mimi sitoki kwa ajili ya kufanya fujo au dhulma au kitu chochote. Inni asiru fi sirati abi wa jaddi, natoka katika mwenendo ule wa baba yangu na babu yangu. An amura bil ma'rufi wa anha anil munkar, ili niweze kufanya amra bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Sasa hapo swali linatokeza, kama Imam al-Hussein alayhi salam alienda kukataza mabaya na alienda kutakaza mema, sasa vipi sisi tunaona kwamba amra bil ma'ruf inafanyika kwa mdomo? Imam al-Hussein alifanya amra bil ma'ruf, lakini mwishowe akajitoa mhanga. Sababu anasema umma wa leo umelala katika usingizi mzito kabisa. Kwa ajili ya kuamsha katika usingizi huo, lazima itabidi mimi nijitolee na familia yangu na watoto wangu, mpaka mtoto wa miezi 6 anapigwa mshale. Imam alijitolea familia mzima. Kwa ajili gani? Kuwazindua wale waliolala. Kama ingelikuwa amra bil ma'ruf, mtu kama mimi ningesema mimi nitaenda kumfanyia Yazid amra bil ma'ruf, kwamba ebe Yazid, unajiita wewe khalifatul muslimin, unalewa zahir, yule ambaye ni mahram Mwenyezi Mungu amefanya haramu kuwa na mashirikiano naye, wewe unashirikiana naye kimapenzi kinini? Unafanya halali ambaye Mungu kufanya haramu, unaua watu bila dhambi. Yani mimi ningeenda kufanya hiyo amra bil ma'ruf kwa Yazid. Imam Hussein alayhi salam alisema hapana, hii amra bil ma'ruf inabidi kufanyiwa kwa umma wa Kiislamu. Kwa ajili gani? Yani umma imelala usingizi mzito. Kama umma isingelala usingizi mzito, Yazid asingekuwa na ujasiri wa kuja kukaa kwenye kiti na akasema mimi ni khalifatul muslimin, wakati umma inajua kwamba Yazid ni fasik, Yazid ni fajir, Yazid anaua watu bila madhambi, Yazid anaharamisha kile alichohalalisha Mwenyezi Mungu. Lakini watu wamelala, huku wanaendelea kuswali, huku wanaendelea kufunga, lakini umma ilikuwa maiti. Imam al-Hussein alayhi salam akajitoa mhanga, watu 72, kwa ajili ya kuwazindua wale walio katika usingizi mzito. Na leo hali ni hiyo. Mbele yetu kuna madhalim, haya yote yanatendeka, bado sisi tunakaa kimya. Hao nchi zote za Kiarabu, nchi za Kiislamu, leo ajabu, nchi za kizungu, Umoja wa Ulaya, kuna baadhi ya nchi ambazo zinasema sasa sisi tunaitambua Palestina. Hebu jiulizeni, mpaka jana walikuwa wanapa silaha, leo wanasema tumetambua Palestina. Wametambua kivipi? Kwa sababu watu ndani ya Australia, ndani ya nchi za Ulaya, zaidi ya milioni ya watu wanatoka, sio Waislamu, wasio Waislamu wanatoka na kupaza sauti kwamba hii Gaza inaifanyika, hayo ni madhalim, hayo ni genocide, haya ni hatuwezi kuyakubali kwa njia yoyote, kwamba serikali yetu iendelee kuwapa silaha, na ikabidi hata kwa shingo upande. Lakini hebu sema, nchi moja ya Kiislamu, nchi za Kiarabu, jamani, ni mara 100 mateso ya dunia, mara 1000 mtu anakatwa vipande. Mateso ya dunia ni bora kuliko kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kwenda kukumbana na mateso ya akhera. Duniani mtu utateswa, utanyanyaswa kwa kusema haki, lakini mwishowe utakufa.
Lakini je, huku tunapoelekea ambapo hamna kifo, la yamutu fiha wala yahya, mtu hatokufa wala hatobaki hai, ataendelewa kuteswa, ataendelewa kupewa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana wa Yemeni wamesema kwamba hiyo mateso tunayoyapata, tunapata mateso ndio tunaumia, lakini maumivu hayo ni bora kuliko kukaa kimya, kwa sababu kesho tutakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu tutasemaje mbele ya Mwenyezi Mungu? Leo sisi sote tunasema labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Hussein. Haya, Mwenyezi Mungu ashatuletea uwanja huo. Wangapi sisi tunapaza sauti kulingana na nguvu zetu? Jamani, tuogope siku ya Kiyama. Hamna inaishi milele. Leo anaweza mtu akatoka huku na akafa. Kifo kipo. Siku ya Kiyama, wakati watu watakapoulizwa, qalu kam labistum, qala kam labistum, enyi nyie mliyekaa duniani tuambieni mumekaa siku ngapi, muda gani mumekaa? Baada ya kuona akhera, watu watasema qalu labisna yauman au ba'dha yaum, watasema tumekaa duniani kwa muda wa siku moja au hata nusu ya siku, yani kipisi cha siku, kipande cha siku. Siku ambapo tutakaposimamishwa, kila mmoja wetu ana jukumu, kila mmoja wetu ataulizwa. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi, kama mimi nimekaa mbele yenu na mimi nimetimiza jukumu langu siku ya Kiyama. Katika surati Al-Araf aya ya 163, Mwenyezi Mungu anatoa kisa cha wale waliokatazwa kuwinda siku ya Jumamosi, kuvua samaki. Akasema, wakala ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida. Kuna watu ambao walikuwa wanakataza kufanya maasi hayo, basi kulikuwa na kikundi kimoja wakajitokeza wakasema kwamba nyie mnavyofanya sivyo, mnavunja amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa kuna baadhi ya watu ambao walikaa kimya, ilikuwa neutral. Maana ya neutral kwamba mimi siko huku siko huku, na kisheria Kiislamu neutral ni mnafiki, kwa sababu hayuko na haki, hayuko na batil. Basi wale waliokuwa neutral wanasema, kwa nini mnajihangaisha na mnawapa mawaidha watu kama hao, wakati mnajua kwamba Mwenyezi Mungu atawashushia adhabu au atawaangamiza? Basi wale kikundi ambao walikuwa wanakataza maovu walikuwa nasema, qalu ma'adhiratun ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, kwamba sisi siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu hatauliza kwamba wao walisimamisha yale waliokuwa wanayafanya au hawakusimamisha. Wewe ulitimiza jukumu lako nini? Kwa jinsi Mwenyezi Mungu alivyokupa nguvu na uwezo, kulingana na uwezo wako wewe ulifanya nini? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atauliza hiyo. Na Mwenyezi Mungu anasema wakati aliposhusha adhabu katika aya mbele, sikumbuki sasa hivi aya, anasema aliwaangamiza waliokuwa wanafanya madhambi na aliwaangamiza waliokuwa wamekaa kimya. Akawanusuru nani? Ambao walikuwa wanakataza maovu. Kwa hiyo siku ya Kiyama kila moja jukumu letu kwamba lazima tutaulizwa katika kazi ya hii mbele ya macho yetu. Haya yote yanatendeka, unyama, ukatili unatendeka, lakini bado sisi tunakaa kimya. Nini? Huenda mmoja anaogopa kwamba serikali yake sija kapinduliwa, mwingine anaweza kaogopa kwamba ufalme wake inaweza kapinduliwa, mwingine anaogopa vingine. Ni heri mateso 1000 ya dunia, mwisho kuna kifo, lakini pale ndugu zangu hamna kifo. Tumwombe Mwenyezi Mungu atupe nguvu ya imani na atupe nguvu ya kuweza kukabiliana, ili siku ya Kiyama tunaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu tuweze kusema kwamba hapana, Mwenyezi Mungu, tulitimiza jukumu letu, lakini yaliyokuwa baada ya hapo ilikuwa nje ya uwezo wetu. Wama alaina illa albalagh. Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.